Una role model? Role model wangu mimi kwa hapa nani ama kwa popote tu ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania? Of course mimi namkubali sana Idris Elba, lakini Idris sio mtu ambaye alinifanya mimi niingie kwenye hii kitu, lakini namkubali kwa sababu anafanya vizuri kwa sasa. Anaweza kuna time unaweza kuona kwamba ni mwenzetu tu tunaweza tukafanya naye, lakini kwa miaka ile hakuepo. Hivi inawezekana Idris Elba alinikuta mimi au mimi nimekuta Idris Elba kwa takwimu za miaka 20 iliyopita. Au hujafanyia research? Sina hakika. Kwa sababu mimi hapa ni model wa Idris Elba, lakini hakuwa sababu ya yeye mimi kuingia huko. Mimi nilikuwa naangalia Nigeria, alikuwa ananivutia sana. Of course namheshimu sana Ramsey Nouah. Nimeangalia sana Ramsey Nouah that time, yeye na Genevieve. Of course wale ndio kwa master. Kwa nyakati zile walikuwa wanavunja sana. Nikasema mimi nitakuwa siku moja kama hivyo. Afu Mungu alivyokuwa ajabu, nikafanya naye tena kazi Tanzania. Kwa hiyo nilivyokuja hapa Tanzania, alipokuja Tanzania mimi aliproduce ile kazi ni Steve Kanumba. Wakati Steve ananilisha ile jioni, bwana yule mgeni ile kazi nikwambia tuje tufanye naye, mshafika. Kabisa nani mbona karibia mwezi unani. Kabla enjoy tuna meet jioni, tunampokea, tuna meeting na nini. Fika na mkutana kwa sababu alijuaga story yangu. Kufika na mkutana shikaji. Of course aliambiwa pia kama shikaji ilikuwa hivi na hivi mpaka mmefika hapo. Kwangu yule ni mkubwa hadi kiumbi. Kwa hivyo fika kwanza nikamwangalia, nikamgokea yule marehemu Steve, nikamwambia fresh baada baya. Kama nilijua kwa nini hapo ndo nikagundua kwa nini alikuwa ananificha. Kwamba wewe nikimwambia mapema kuna kule kupanic, ataanza kujiandaa kufanya nini na nini. Kwa hiyo nikamwangalia mshikaji, nikamwangalia akamwambia fresh baada baya. Kwa hiyo nikamsemea mshikaji kwa story kuhusu kwa akawa yuko excited sana na mimi, na akaambiwa kwamba huyu ni kati ya watu wanaofanya vizuri nchini na wewe ndio ulikuwa sababu ya yeye kwa naye akawa muda wote anadili na mimi, yani kufika tuenda hivi utakuta chakula tunaenda hivi, kwa kana naona mimi kama mdogo wake. Kingine kwa that time pia kuna namna ambavyo nilikuwa nikiwa kwenye seti na kwa kama yeye. Sasa hivi unajua tushatoka kitambo, kwa tumeteza njia zetu tunakwenda kwa kama yeye kwenye kila kitu, kwenye performance. Kwa hiyo alinitengeneza. Mimi nilikuwa nakaa, unajua watu wa Kishua ndio walikuwa wanatumia sana DStv. Huwezi kuangalia DStv unalipaje DStv. Kwa kuna sehemu hiyo ndio nilikuwa lazima usiku watu wamelala, mimi ndo nakaa naanza kutafuta hizo movie zao za kirejea zipo naangalia, ama nitafute cassette zile tape za kukodi. Mkanda wangu wapo wametoa mpya ndo kukaa kuangalia. Kwa hiyo mshikaji mpaka leo bado yupo, nashukuru. Anapambana na anapiga kazi na anafanya kazi, tufikiri kazi aliyojuzi. Kwa hiyo Mungu ambless. Yeah. Uhusiano wako kati yako wewe na marehemu Kanumba ulikuwa vipi? Mimi Kanumba alikuwa kama ambavyo nilikuwa namuona yeye, na alikuwa ananiona hivyo. Na uhusiano wangu mimi na marehemu Steve, of course, ulikuwa uhusiano mzuri na mkubwa kati yangu mimi na wao. Kwa sababu walifanya mimi hata nifanye kazi na Kanumba na Vincent Kigwasile. Wakati nafanya kazi ya RJ, fulani inaitwa Second Wife I think, kama hicho ya Kiislamu, na Kanumba alikuwa anaandaa kazi, sikumbuka kazi gani. Amewasiliana kama sijakosea na Vincent.
bwana, nataka pia nifanye kazi na mzungu bwana. Ananiambia yule anabishabishana pale, wenyewe anajua sababu alikuwa anaongea, sababu mimi that time nilikuwa nafanya kazi zaidi na Ray. Kwa hiyo hivyo ni ruhusu, sikumbuki ilikuwa kazi ya kwanza kazi gipi, sikumbuki vizuri. Nikae chini niangalie mafaili yangu. Lakini nilipoanza kufanya kazi na yeye Kanumba, basi katikati tukawa ile timu yetu ikawa ni watu watatu. Kabla hajaja kina Pacho, sio kina nani, kwa familia. Ndio nilikuwa nafanya kazi na Pacho, nafanya kazi na Ben Blanco. Lakini baada ya kufanya kazi naye kwa kuna kitu kile kama Utatu Mtakatifu. Kwa mimi ile atasubiri nimalize kazi kwa Kanumba, na Kanumba atasubiri nimalize kazi kwa wale kufanya. Ilikuwa ni lazima nifanye kazi na Kanumba, ilikuwa ni lazima nifanye kazi na Ray. Kwa hiyo tulikuwa na uhusiano mzuri sana. Yaani of course ni mdogo wangu marehemu kwa umri, lakini alikuwa bosi wangu. Yeye alikuwa ni producer, ndio alikuwa director wa kampuni. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi vizuri. Mtu fulani anapenda story, lakini amenyoka mkweli. Hata siku unajua taarifa za kifo cha Steve, mimi nilikuwa nimelala kwa sababu jioni yake, ule siku ambayo anapoteza maisha, jioni yake, yani jioni nilikuwa kwake. Sio mbaya. Lakini kuna panga vya kazi. Alafu akaniambia, sasa nataka tuende tutoke kwa refresh baadaye na nini. Sasa mimi nisiondoke. Mimi bahati mbaya kidogo, hata kidogo sehemu za starehe, maklabu manini, nadra sana, sio mzuri kwenye matukio. Mimi kuna vitu vyangu napenda bendi hizi vitu design, alafu loko. Kwa hiyo akaniambia, si kantajia Bilikana za time, si twende sefani kwa kae tu refresh. Nia ni kwamba tukakae tu refresh. Akaniambia mimi bwana, ngoja nifike home, kuna baadhi ya vitu nikakilia kafanya, sababu nilikuwa namtoroka kwamba mimi siwezi kwenda huko, nilikuwa namtoroka. Kwa nikaachana naye hiyo, tukubaliana kama tuonana baadaye nitaporudi. Nilivyorudi nyumbani kwangu, mtata alikuwa anaishi Tegeta. Kwa hiyo alipoona sirudi, akaenda mambo yake pia, akajua huyu kashanitoroka ninapodhani. Kwa mimi mfika usiku nikalala zangu. Na mimi kulala nika simu yangu silence, sababu huwa naogopa sana kupata taarifa ngumu ikiwa usiku. Yaani unaweza kupata taarifa za msiba au za nini usiku wa mtu anayekuhusu, ni lazima utaparticipate tu. Kwanza unakuta kuna mazingira magumu na hizo changamoto. Na ni kweli, siku mimi nimeweka simu yangu silence, mimi nikalala. Hivyo lala. Sasa asubuhi mikucha naulizwa, mimi mtu ananiuliza kweli nini? Sababu wanaamini mimi najua kila kitu kuhusu Kanumba. Na wanaamini mimi niko karibu sana na Kanumba. Na ndio ukweli. Kwa hiyo pale nyumbani mtu ananiuliza, bwana, hivi ni kweli? Hivi kweli nini? Kabla tu ananipigia hapa simu kwamba Steve amefariki, na walikuwa wanaonyesha kwenye TV. Sasa mimi wakati naulizwa swali, nilikuwa nimechukua simu yangu kuangalia ndio miss call, si service na idadi gani la kuconfirm kwamba watu wote wataka kuamini, yani kwamba sikuta ni kitu kinatengenezwa na nini. Miss call nyingi, kati hizo miss call nikuta miss call ya Ray, nikuta miss call ya watu wengi ambao tuko. Hao wote wananipigia simu mimi kunijulisha taarifa za mwenzetu kwamba hayupo na wapo hospitali, mpaka tukutane hospitali. Kwa hiyo pale simu nyingine naita, siku kwa nani yule, kaambia vipi, mbona tukuone uko mfika hapa? Sasa nitaizwa kamati na vitu kama hivyo vinaendelea. Ndio nathibitisha kweli kwamba wake yule naongea naye anataka kuamini mimi sijui. Mbona tunaonyesha TV na ngaya washa TV, si ni TBC, I don't know, na television iko naonyesha
live watoka hospitali. Kwa manake ni kwamba ningebaki kule, stori yangu na yeye singeishia jioni, kwani ningeishia na usiku fulani, na kama ningekaa mpaka time ambao alipata hayo madhira na nini, ningekuwepo kwenye ile yetu. Kwa stori yangu na bwana kwa ufupi imeshia kwenye ile jioni ambayo mimi na yeye, na nikafika usiku nikaweka silence yangu. Mimi naenda msibani asubuhi, kutoka nyumbani kwangu Tegeta, nakuta mtu wa pikipiki anikimbize, nataka kwenda kuthibitisha hii kitu kweli. Sasa mimi niende nyumbani, muda umesogea. Yaani unapotoka pale, yaani unaenda kwa nyumba pale, lakini huku kwenye kona huku pale Sinza Kijiweni, kama unataka kwenda kwa Mtogole, nenda nyumbani kwake pale chini Vatican. Yaani tangu huku naona kila dalili kule mbele sio salama. Yaani watu walionipokelea, sijafika nyumba kama kilomita 1 hivi. Nimesema nishushe hapa, nikakaa kwenye karavati, nimekaa hivi chini. Watu wamekuja kunivamia pale, kunichukua kunipeleka kwa ndani, sikumbuki chochote. Kwa safari yangu mimi na Kanumba kaishia hapo story yako. Pole. Poa, lakini Mungu yuko nasi, tunaishi naye kiimani, ndugu yetu, na huko aliko tunamwombea kila la heri. Amina. Apumzike, na kama anasikia basi tumwombee kila la heri. Amina.